Hujambo mpendwa wa mtazamaji wa Lwinda TV Media popote ulipo ulimwenguni. Matumaini yangu ni mzima afya kwa sababu unakuwa mwaminifu kwa matangazo yetu. Karibu kuweza kufuata taarifa zetu kwa ufupi za siku ya leo ambazo zinagubikwa na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi ametangaza rasmi wito kwa wananchi wote wenye uzalendo kuondoka katika maeneo ya mjini yenye usalama na kuelekea kwenye maeneo ya mapambano pamoja na vituo vya mafunzo ya kijeshi vilivyoko vijijini. Hatua hii inalenga kuimarisha ulinzi wa taifa katika kipindi hiki kigumu cha usalama. Akizungumza na waandishi wa habari tarehe 2 Aprili mwaka 2026, gavana huyo alieleza kuwa agizo hilo limetolewa kwa ridhaa ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwamba tayari waraka rasmi umesambazwa kwa viongozi wa makundi yote ya wazalendo ili kuhakikisha utekelezaji wake unakuwa wa pamoja na ulioratibiwa. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, wazalendo wamegawanywa katika makundi mawili makuu. Kundi la kwanza linapaswa kuelekea moja kwa moja katika maeneo ya mapambano ili kuimarisha vikosi vilivyopo mstari wa mbele. Kundi la pili linatakiwa kwenda katika vituo maalum vya mafunzo ya kijeshi vilivyoko vijijini, hususan katika maeneo kama Kikonde, kwa lengo la kupata mafunzo yatakayowawezesha kushiriki kwa ufanisi zaidi katika operation za kijeshi. Bayaya alikuwa tunasema FDLR Interamwe tout ça non batu yote baisha comprendre kope na vide. Balisha toka Minova, balitoka Uvira, na bako banatoka Kamanyola, Minembwe, partout les mers, batatoka na Kamanyola na Bukavu na tutarudia bientôt. Message ingine ni kusema kama ile barrière sur la route nationale numéro 5 notamment haiko ile tu. Ndio mipenda ni na ile retour ya wazalendo bebiko baraka barudi ku front bana. Message ku moya. Autorité à l'état isharudia. Wazalendo presence yabo muvile ilikuwa kusema kama hatukukuwa na suffisance ya force ya défense ya sécurité, c'est-à-dire ba policiers na ba militaires. Lewi tuisha kuwa na ma unité spécialisée. Tuko na ba suffisamment de FRDC, de policiers biko déjà déployés na biko équipés. Alors bandu kwangu ba vrai wazalendo beko ku front na barudie ku front ile nawezekana fasi yote baraka keswa Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira bapeti eto barudie ku front bende basaidie FRDC kule mais bale biko na kuya kujileta mu ville ase banze contrôler la frontière ba créer abo DGM ba créer abo DGD ile makopelisha vide wa comprendre donc na yo ba petit ba Tanzanie menacer leo ma réseau non tulisha tia parquet militaire et civil nilishaanza kazi tadi ba petit waningia mwele matiku mwele maguya kusema no tutakonvoquer gouverneur bibi donc ba yo ka batakamatika kani kubabeba angenga ba petit tu basiki kani kubabeba angenga procureur militaire aisha kuya na batale mais bale ba vrai batapata appui abo mkuu wa nchi atapatia abo mais kule ku front nile ma intimidation ba chane na vile habito tubeba fasi donc biko banabambia kama FRDC kama commandant région anabambia murudie kuma ligne de front ba petit murudie kuma ligne de front mulifanya kazi président de la République ana reconnaître kazi mungu nafanya population mutusaidie muache population tranquille mais ile ma barrière payante biko natilia population kuma axe yote bile nilituma commandant région aende kule kote afunge bile biote Shabunda tunatoka funga bale bagayare mulisikia ile majina jina walikuwa kamata saba Mungu kule kuterroriser population bako wapi leo bako mukapi na hivi Uvira utafa vile Shabunda Fizi na Mwenga donc bebiko mwele magoya kusema ba Sibiti ville ba yachi FRDC ba yachi na police na ba petit leo ma menace de mort hapa mais bon ni kawaida tuishazoe. Wakati huo watumishi wa vyombo rasmi vya ulinzi na usalama wakiwemo polisi na vikosi vingine na vya serikali wameagizwa kubaki katika vituo vyao vya kazi hili kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unaendelea kulindwa katika maeneo ya mjini.
Hatua hii inaonyesha jitihada za serikali kusawazisha kati ya vita vilivyo mstari wa mbele na utulivu wa ndani wa mji. Gavana Purusi alisisitiza kwa ukali kuwa yeyote atakayekaidi agizo hilo atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kufikishwa katika mahakama za kijeshi. Kauli hii inaakisi uzito wa hali ya usalama iliyopo na dhamira ya mamlaka kuhakikisha hakuna anayepuuza wajibu wa kitaifa katika kipindi hichi. Katika uchambuzi wa hali hii, ni wazi kuwa serikali inalenga kuongeza nguvu ya rasilimali watu katika mapambano yanayoendelea mashariki mwa nchi, hasa dhidi ya waasi wa M23. Hata hivyo, mkakati huo unaibua maswali kadhaa muhimu. Kwanza, uwezo wa wazalendo hawa kupata mafunzo ya haraka na yenye ubora wa kutosha ili kushiriki vitani kwa ufanisi. Pili, uwezekano wa hatari ya kijamii na kiuchumi kutokana na kuondoka kwa idadi kubwa ya watu kutoka mjini kwenda vitani au mafunzoni. Aidha, matumizi ya raia katika shughuli za kijeshi, hata kama ni kwa hiari au wazalendo, yanahitaji uratibu makini ili kuepuka changamoto kama ukosefu wa nidhamu ya kijeshi, ukiukwaji wa haki za kibinadamu au migongano ya mamlaka kati ya vikosi rasmi na makundi ya wazalendo. Kwa upande mwingine, hatua ya baadhi ya waasi wa M23 kuanza kuondoka katika maeneo waliokuwa wakiadhibiti inaweza kuashiria mabadiliko ya mwelekeo wa mapambano, ingawa bado hali ya usalama inabaki kuwa tete. Hii ina maana kuwa juhudi za kijeshi pamoja na mshikamano wa kitaifa vinabaki kuwa nguzo muhimu katika kufikia utulivu wa kudumu. Kwa ujumla, mafanikio ya kimkakati huu yanategemea zaidi nidhamu, uratibu madhubuti pamoja na uwezo wa serikali kusimamia kwa karibu utekelezaji wa maagizo yake. Bila hivyo, kuna hatari ya jitihada hizi kuleta changamoto mpya badala ya suluhisho la kudumu. Ni hapa tumefika mwisho wa taarifa yetu kwa ufupi toka kitengo hichi cha habari cha Lwinda TV. Tukutane katika matangazo yetu ya kila leo. Asante.